Mimi naitwa Saumu Abdalla. Juzi nilikuja hapa Jumapili kanisani. Mimi huwa na tatizo la kwa sipati choo, haja kubwa, lakini si ugonjwa, si umu. Sasa alikuwa anaona ni kama ni kawaida. Mpaka mzee akaniambia nitakutafutia dawa, akaniletea dawa. Wengine akaniambia nile mapapai na greens nyingi. Nikawa nala lakini niko hivyo, naweza pata choo mara moja kama wiki mbili. Sasa juzi nilipokuja kanisani Jumapili, tukaombewa ile maombi ya pamoja. Nilipofika nyumbani nikawa bado sipati choo hivyo, lakini nilipofika Jumatano kama saa 2:00 nikasikia haja kubwa, nikaenda choo nikapata choo kawaida. Baadaye kama saa 10 hivi niko biasharani kwangu, nikatoka nikaenda kukojoa. Sasa ile kwenda kujisaidia haja ndogo, hapo ndo na miujiza. Nimefanya haja ndogo, nimemaliza, nimejiosha, nimesema nataka kusimama, nikasikia kitu cha shuka. Kitu cha shuka alafu chanifanya hivyo. Nikasema labda ni mnyoo pengine. Nikaushika. Sasa naona ni kamba ya tiririka, ya jandefu yani. Nikaishika pesa, nikaivuta pole pole. Mwisho kikaanguka kitu kama kihirizi, kitu kingine kikubwa. Nikakivuta. Sasa kutoka hivi nikakiweka chini. Nikasema hiki pesa nini, iwe ni nyama. Sasa bado nashangaa mwili unatetemeka. Sasa ile hali nikasema sitakibuga hapo chini, nakiweka hapa chini, nikakiweka chini. But mwili wangu nilisikia kama kuna kitu kimetoka mwilini mwangu yani. Ule uzito wa mwili wangu ulinishia hapo. Baadaye nilipokiweka chini ndio nikajaribu kutafakari ni nyama ama ni nini. Nikamuita mzee kwa haraka, nikamwambia njoo kwa nimuite huyu mama. Nikamuita mzee nikamwambia njoo uone. Ndio akaja tukaona kile kitu. Akasema ni nyama ama ni nini? Nikasema hata siwezi jua. Tukachukua vijiti tukaanza kukichakura. Kwa hiyo kamba ya manila imesukwa kama kamba ya mbuzi, alafu imefungwa hapa katikati. Hapo peke yake. Sasa tukaanza kukichakura hivi na vijiti. Pale ndani kulikuwa na nywele, vitambara na kama vitabu. Tukasema sasa tufanyaje? Simu ilikuwa imefungwa, ilikuwa nichukue video lakini ilikuwa imefungwa. Nikasema tutafanya nini? Tumpigie pasta, akasema tushakiona, we tuombe tukibodi hapo kwenye shimo. Tukaomba, tukakitumbukiza pale kwenye shimo. Tukatoka ndo nikamtafuta pasta, lakini tangu nitokwe na hiyo kitu, hiyo siku nilisikia hili tumbo langu kama mbele kuna kitu kizito kimenitoka. But nasikia niko sawa, nina amani. Niko sawa kabisa yani. Namshukuru Mungu kwa hayo.